Dalili 6 za mapenzi ya uongo, yani fake love. Unajua kwenye mahusiano ya sasa hivi watu wengi wanaishi kwenye mahusiano ambayo hawajui kama kweli wanapendwa, na changamoto kubwa ukiishi na mtu ambaye hakupendi, unajikuta unapoteza muda wako ambao ungefanya kufanya vitu vingine au ungekuwa na mtu sahihi. Sasa leo nitakuonesha dalili 6 za mapenzi ya uongo ambazo ukizijua mapema utafanya maamuzi sahihi kuliko kuja kuchelewa kufanya maamuzi na ukajikuta umepoteza muda wako na maisha yako yakaribika kabisa. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa dalili ya kwanza tunasema ni mawasiliano ya msimu. Sasa hii ndio dalili ambayo waga inaumiza zaidi, kwa sababu mtu anayekufanyia mara nyingi anakugeuza wewe kuwa kama spare tire. Unajua mahusiano mengi yanajengwa na mawasiliano. Sasa mtu anapokunyima mawasiliano, maana yake anakuwa anakufanya wewe kama kuwa mbadala. Sasa hii ndio dalili ya kwanza kabisa ambayo mara nyingi inakufanya wewe ujione kama umekuwa kama spare tire. Sasa kuna sifa za mtu ambaye anakuwa na mawasiliano ya msimu, yani anakuwa anapotea afu baadaye anarudi. Jambo la kwanza kabisa, anatokea ukiwa na uhitaji. Mara nyingi anakutumia meseji nyingi, anakupigia simu nyingi pale anapohitaji labda msaada wa fedha au kama ana changamoto fulani, lakini baada ya kupata huo msaada anapotea. Utakuta anakuwa karibu na wewe, anakutafuta na kupigia simu mara kwa mara, kutumia meseji kama ana changamoto fulani au anahitaji msaada fulani, lakini baada ya hapo anapotea. Hii tunaita ghosting. Baada ya kupata ile hitaji lake, ule msaada ambao alikuwa anautaka, anapotea hata wiki mbili. Unapojitahidi kumtafuta anakuwa anakujibu kwa majibu mafupi na anakuambia niko busy sana, kwa sababu ile hitaji lake tayari ameshalipata. Sasa hii mara nyingi inakuwa ni ishara kwamba wewe sio interested kwake au priority yake sio kwako. Lakini sifa ya tatu ni hajali ratiba yako. Unaweza kukuta kwa mfano anapotaka kupigia simu labda usiku wa manane anataka upokee, lakini kwa mfano ukimpigia simu hata mchana anakuwa anachelewa kupokea au hata kupigii tena, yani kwamba yeye hajali zile ratiba zako au mipango yako, yeye anajali tu upande wake. Mara nyingi anaangalia sehemu yake. Mfano anakupigia simu anataka wewe upokee na uache shughuli zako umsikilize yeye, lakini wewe unapotaka kuongea naye mara nyingi anakuwa busy. Hiyo ni ishara kwamba interest kubwa haipo kwako, lakini anakuwa na maongezi ya juu. Hii ni sifa nyingine pia ya mtu mwenye mawasiliano ya msimu. Unakuta yale mambo ambayo yana hamasa ya mawasiliano, kwa mfano kuuliza maendeleo yako, siku yako imekuaje, yeye mara nyingi atakuuliza tu umekula, uko poa, unaendeleaje. Yani maelezo yanakuwa ni mafupi au maongezi yanakuwa ni mafupi kwamba mambo au uko poa, unaendeleaje, kwa sababu anakuwa hana hamasa ya kujua wewe unaendeleaje au siku yako imekuaje. Mara nyingi mawasiliano yake yanakuwa ni ya juu tu, hayana hamasa yoyote ya kutaka kujua kipi kinaendelea ndani yako. Unajua, ngoja nikupe ukweli ambao mara nyingi watu wanapenda kukataa kusikiliza. Unajua mawasiliano mengi yanajenga mahusiano mazuri. Kunapokuwa hakuna mawasiliano, mahusiano hayo hayatakuwepo mazuri. Kwa mara nyingi mtu anayekukwepa, anakupa mawasiliano kwa muda fulani na baadaye anapotea, mara nyingi hana interest na wewe, na bora kujua mapema kuliko kuwekeza muda wako mkubwa baadaye kuja kuumia kutokujua kwamba huyu mtu alikuwa hana interest na wewe kabisa toka awali. Lakini dalili ya pili ni ahadi nyingi lakini vitendo sifuri. Sasa hii ni dalili ya pili ambayo mtu anaweza akajionyesha kwamba huyu mtu ana mapenzi ya uongo, kwa sababu anakuwa na dalili nyingi ambazo mara nyingi vitendo vinakuwa ni sifuri. Na mara nyingi unajua watu wengi waga wanashindwa kuamini hili jambo, lakini lina uhalisia. Maneno huwa yana nguvu, lakini vitendo vina nguvu zaidi kuliko maneno. Na watu wengi waga hawaangalii zaidi vitendo, wanaangalia maneno. Maneno mtu anaweza kutengeneza kitu chochote akakudanganya, lakini vitendo mtu hawezi kudanganya kwa sababu vitendo vinamhitaji yeye afanye kitu. Sasa hapo ndipo watu wengi wanadanganyikaga. Wana nyingi wanaamini maneno kuliko vitendo. Sasa sifa za mtu mwenye ahadi nyingi alafu anakuwa na vitendo sifuri. Jambo la kwanza kabisa, anakupa matumaini hewa. Unakuta anakuambia kuna mchongo nasikilizia, au kuna nyumba fulani najenga, au mwezi ujao naenda kutambulisha nyumbani, lakini unaona huo muda haufiki. Anakuwa anakujaribu kukupa maneno ambayo yatakupumbaza ili kuteka hisia zako, ili wewe usahau kuanza kumhoji maswali na kuendelea kumchunguza zaidi. Na mara nyingi
wanatumiaga sana maneno ambayo hayana uhalisia ili tu kukushawishi wewe uendelee kuwa karibu naye. Lakini sifa ya pili ni visingizio visivyoisha. Kwa mfano labda ukitaka muomba kitu fulani au tarehe ambayo alikuahidi kifika, anaanza kutoa sababu ambazo zitakufanya wewe ujisikie maumivu kuendelea kumuuliza zaidi. Kwa mfano anaanza kuambia labda ulimuomba kitu fulani, labda hela au kitu fulani, anakuambia uone mambo yangu yalivyo mabaya, biashara yangu mwezi huu imeyumba sana kiukweli, yani huoni kama jinsi mimi jinsi ninapopitia mambo magumu, ili wewe ujisikie vibaya kuendelea kumuulizia hicho kitu. Anaweza kutoa sababu ambayo yani itakufanya wewe ujisikie vibaya kuendelea kumuomba au kumuulizia kuhusu hilo jambo. Kwa hiyo atakukwepa kwa kupitia hiyo sababu. Unakuta labda alikuahidi labda mwezi ujao nitakununulia kitu fulani, sasa ikifika akwambia huwezi kuona biashara yangu ilivyoyumba, wewe uone kama hali ilivyo ngumu sasa hivi, ili wewe uone maumivu kuendelea kumomba hicho kitu. Lakini hajali ahadi ndogo. Kwa mfano labda alikwambia atakupigia simu saa 2, labda tutaonana siku fulani, anapotezea au anaweza akasahau kweli, lakini hajali hata kurudi, hata kuja kuuliza kama mkija kuongea tena, hata kukuambia kwamba samahani labda nilipata changamoto. Yeye anakuwa amesahau kabisa. Mara nyingi hiyo kisaikolojia inakuwa yeye hana interest kabisa na wewe. Mara nyingi mtu anaposhindwa kujali vitu vidogo, na hii ni kisaikolojia, vya kwako kama ratiba, vitu vidogo vidogo kama maongezi, mara nyingi hawezi kujali vitu vikubwa. Yule mtu ambaye ni mwaminifu katika madogo, hata makubwa atakuwa mwaminifu. Lakini sifa ya 4, anatumia maneno matamu kama kinga. Kwa mfano ukishaanza kumhoji maswali, ukaanza kumdadisi kwa nini hatimizi yale mahitaji yake au hatimizi zile ahadi zake, anaanza kukupa maneno matamu ili usahau. Anaweza kukupa sifa na anaweza kukupa zawadi, akuletea zawadi ili kupumbaze wewe uache kumhoji au kuendelea kumshuku au kuendelea kumhoji zaidi na kumuulizia kuhusu kile ambacho alikuahidi, ili tu upumbazike na uendelee kumwamini yale anayokuambia. Na mara nyingi watu ndio wale ambao wanasema kuna mchongo na usikilizia au kuna harakati nafuatilia, ikikaa vizuri sasa unashangaa hiyo harakati kila siku haifiki. Hiyo inakuwa ni uongo. Anatumia maneno ili kukuteka hisia zako ili kupata kile ambacho anakihitaji. Vizuri zaidi, mara nyingi mahusiano mazuri ni kujua kwamba ukiona mtu anakupa ahadi nyingi afu azitekelezi, maana yake utakuwa ujue kwamba huyu mtu hana interest kubwa na wewe. Na ukijua mapema unaweza kuanza kuweka umakini na kujua namna sasa ya kujilinda dhidi ya mtu huyo. Lakini dalili ya 3 ni siri zilizopitiliza. Unajua, ngoja nikwambie, kuna privacy ya kawaida ambao kila mtu ana siri zake. Yaani kila binadamu ana haki ya kuwa na siri zake, kwa sababu kuna mambo yale mengine ya siri ambayo mtu mwingine hataki uyajue. Yaani yale ni siri ya mtu binafsi. Lakini kuna ule usiri uliopitiliza. Na mara nyingi hapa ninapozungumzia ni ule usiri uliopitiliza. Yaani mtu hataki ujue maisha yake, hata yale ya kawaida ambayo kwenye mahusiano ni muhimu lazima uyajue. Kwa sababu unapokuwa na mwenzako lazima ujue baadhi ya vitu vya msingi. Maana hata kama ikitokea changamoto, basi utakuwa wa kwanza kumsaidia kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu. Lakini hata hivyo vitu uvifahamu na vijua kwa juu tu. Sasa sifa za mtu mwenye siri zilizopitiliza. Jambo la kwanza kabisa, maisha yake ni fumbo. Unajikuta hujui sehemu anapoishi, au kwa mfano ukitaka labda kwenda anapoishi anakuchenga, marafiki zake hataki kukutambulisha, au watu wa karibu na yeye hawajui, ndugu zake hujui wanaishi wapi, hata yeye anatokea wapi, kiasi kwamba hata kama mtu kienda kumuelezea kumuhusu mtu huyo, unajikuta hata yeye mwenyewe humjui. Yaani unamuelezea kwa juu. Yaani ushakuta kwamba ile hali kwamba mtu anakuuliza kuhusu mtu huyo, unamuelezea hata wewe unaona kabisa kwamba umjui. Hiyo ni ishara kwamba mtu anakuwa na usiri uliopitiliza. Anataka usijue maisha yake kwa sababu kuna kitu kingine kinaendelea nyuma yake ambayo hataki wewe ujihusishe na jambo hilo. Lakini mtu mwenye siri zilizopitiliza, mara nyingi simu yake inakuwa ni kama eneo la hatari. Mara nyingi unajua simu, kila mtu ana haki ya kuwa na usiri wake, lakini kuna yale mambo saa kawaida ambayo mtu analinda simu kwa kiwango cha kupitiliza. Unakuta labda mkiwa pamoja anaigeuza simu inakuwa upside down, yani anaifunika kile kioo ili message au text zisiingie. Na mara nyingi unapojitahidi labda kugusa simu yake au kusogea karibu na simu yake, anakuwa na wasiwasi, anakuwa hana amani, na muda wote anabadilika kwa sababu unakuwa kama unaonekana kama unataka kama kumchunguza. Sana anakuwa na wasiwasi kwa sababu kunakuwa na vitu vingine ambavyo anaendelea navyo, hataki wewe ujue.
Lakini sifa ya tatu ni kukana hadharani. Kwa mfano labda mnatembea sehemu ambapo watu wanamjua au wanakujua, anakuwa hapendi, au mmekaa sehemu ambao watu wanamfahamu, anakuwa hapendi watu usishwe na yani wakujue wewe kwamba uko naye. Lakini pia hata kama kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii labda kuna picha ambayo mko pamoja, hafurahi kuipost ili watu wasione kama mko pamoja naye. Manake huyu mtu kuna kitu anaendelea nacho pembeni, hataki wewe uhusishwe naye, yani watu wengine wajue kuhusu wewe kama upo na yeye. Lakini anakasirika ukiuliza maswali. Kwa mfano ukianza kuhoji kuhusu, kwa mfano ukimuuliza labda jana ulikuwa wapi, au mbona jana labda ulichelewa kurudi, anakuwa mkali, anaanza kuambia kama unamchunguza au humwamini. Lengo tu ni kukudhibiti wewe usije kumuuliza tena maswali kama hayo. Yaani anakuwa anatumia kama mbinu ya kijanje ya kushambulia ili wewe usije kumuuliza maswali kama, anaweza kuambia kwa hiyo uniamini au unaanza kunichunguza, yani una changamoto gani, ili tu baadaye usije kumuoje maswali ya namna hiyo. Kwa mara nyingi mtu mwenye siri zilizopitiliza anaweza kuwa kuna kitu anakificha ambacho hakitakiwi wewe ukijue. Mara nyingi mahusiano mazuri yenye afya, kuna vile vitu vya msingi ambavyo wote tutakuwa ufahamiane, lakini kuna vile vitu vya usiri ambavyo ni vya ndani zaidi. Kwa mfano vile vitu vya ndani, yani msiri binafsi. Lakini vile vitu vya kawaida ambavyo kwa mfano ndugu zako, majina yako, labda sehemu unapoishi, ukiona baka mtu na hivyo pia hataki ufahamu, tayari hauna sehemu kubwa ya maisha kwa huyo mtu, na mara nyingi hayuko interest na wewe. Mara nyingi anakuwa anakuficha, kuna baadhi ya vitu hataki uingie uvijue zaidi. Lakini dalili ya 4 ni kukupenda kwa masharti. Hii kitaalamu tunaita unconditional love. Yani mara nyingi mtu anakupenda, hii tunaita transaction love. Yani mara nyingi mtu anakupenda kama vile zile ilivyo benki, kwamba ukitoa unapata. Yani kwamba mtu anakupenda kwa sababu unampa kitu fulani, na usipompatia hicho kitu manake upendo unakuwa haupo. Yani unakuwa kama upendo wake ni biashara. Unaona? Sasa mara nyingi upendo wa namna hii sio mzuri, kwa sababu usipomfanyia mtu kitu basi huo upendo hauendelei. Sasa kuna sifa za mtu ambaye anaweza kukupenda kwa masharti, na ukigundua hivi utajua kwamba huyu mtu ana mapenzi ya uongo. Jambo la kwanza kabisa ni upendo unategemea mood ya manufaa. Yani pale unapomtendea mtu kitu, ukampa zawadi au ukampatia fedha, ndio anafurahi, anaanza kupa maneno matamu, anakupa mahaba. Lakini usipomfanyia ananuna, anakasirika, anakuwa hana upendo. Kwa hiyo yani unakuwa kama unanunua upendo kwake. Yani ukifanya kitu ndo anafurahi, lakini anatumia upendo kama adhabu. Yani kwamba usipomtekelezea kitu fulani ananuna, haongei na wewe, anaanza kujifanya kwamba amehuzunika zaidi ili wewe uonekane mkosefu, na paka wewe ufanye kile kitu unachokitaka ndio mnakuja kuwa sawa. Yani kama unakuwa unanunua upendo kwake, yani kwamba ili kumfanya awe na furaha lazima ufanye kitu fulani. Hiyo inakuwa ni ishara ambayo sio nzuri, na mara nyingi huwezi kuishi na mtu wa namna hiyo, kwamba paka afurahi lazima ufanye kitu fulani. Lakini sifa ya 3, hawezi kuvumilia udhaifu wako. Unajua mtu yote mwenye mapenzi ya kweli atavumilia jinsi ambapo una changamoto, mnaopitia magumu, mtaishi pamoja. Lakini yule mtu ambaye anakuwa anategemea kupenda kwa masharti, mara nyingi hawezi kuvumilia udhaifu wako. Kama hauna kitu, basi hapo tayari ameshakukimbia. Maana yake yeye anategemea tu kimpatia kitu basi na anakuwa upande wako. Lakini kama hamna kitu, basi hana sababu ya tena kuendelea kukaa na wewe. Lakini sifa ya 4 ni mizani ya wema. Anakuwa na hesabu mema yote ambayo ulimfanyia, ili aje atumie baadaye kama fimbo ya kuja kukukumbusha wewe vile vitu ambavyo amekufanyia, ili uje umfanyie vitu vikubwa zaidi. Kwa mfano anaweza kusema nilikununulia kitu fulani ili na wewe uje umfanyie kitu kikubwa zaidi. Yani anakuwa na hesabu wema ambao amekufanyia. Mara nyingi mapenzi ya kweli huwa hayahesabu wema. Mara nyingi inakuwa ni kitu cha kawaida kumsaidia mwenzako au kumfanyia kitu ambacho ni kizuri kwa mwenzako, lakini mtu anayehesabu kwamba nilikufanyia hivi na anataka kumba uje umfanyie kitu kikubwa zaidi, inakuwa ni ishara ya hii tunaita transactional love kitaalamu.
mara nyingi hii si unconditional love kama nilivyosema awali. Hii inaitwa transaction love. Yani mtu kwamba anageuza kama unakuwa kama account ya benki, ukiweka na mwenzao anatoa. Yani bila kutoa mwenzako akupi. Yani upendo unakuwa kama unaununua. Sasa mara nyingi inakuwa si dalili nzuri. Na ukigundua mtu anakutumia kwa namna hiyo, maana yake huyo mtu akupendi, anakutumia. Pale tu ambapo una vitu na ukishiwa hivyo vitu, basi thamani yako inaisha. Na ni vizuri ukishagundua kwa mtu mapema hizi dalili, unakuwa unajua kwamba amekupa zawadi ya bure ya kugundua asili yake, na wewe kwanza kuchukua hatua mapema ya kumwepuka ili usije kaumia zaidi. Sasa dalili ya 5 ni kutokujali maendeleo yako. Unajua mara nyingi mtu ambaye ana mapenzi ya uongo huwa ni mtu ambaye ni mbinafsi sana, hapendi maendeleo yako, kwa sababu anajua ukipanda zaidi au ukipata mafanikio zaidi utamtishia yeye, na ataanza kujihisi kwamba amepoteza thamani kwako, kwa sababu ukifanikiwa zaidi thamani yako itapanda na utaanza kujiamini zaidi, jambo ambalo yeye hata furahia, kwa sababu mara nyingi yeye anatamani umtegemee yeye tu kwa kila kitu. Sasa kuna sifa za mtu ambaye ana shindwa kujali maendeleo yako, na ndio ishara ambayo mtu anakuwa na mapenzi ya uongo. Sifa ya kwanza kabisa, hatoi hamasa, lack of support. Mara nyingi ukimwelezea kama labda umepandisha cheo, umepata labda promotion fulani, unaona yani hachangamki, anaanza kutafuta labda makosa madogo madogo ili kupoteza ile furaha yako, kwa sababu ile hamasa yako au furaha yako haimfanyi yeye ajisikie vizuri. Kwa anaanza kutafuta sababu yoyote ya kukuharibia mood ili urudi katika hali ya kutokujisikia vibaya. Lakini hofu ya wewe kuwa bora, pale unapoona umepata mafanikio makubwa, anaanza kukosa amani, anaanza kujisikia mnyonge, kwa sababu anakuwa na mafanikio yako yatakufanya wewe ujiamini zaidi, na utaweza kumwacha au unaweza ukapata option nyingine. Kwa hiyo ile hofu, anaanza kuwa na wasiwasi muda wote, na anakuwa hajisikii kuwa na amani kuwa karibu na wewe pale unapokuwa na mafanikio. Lakini wivu badala ya pongezi. Mara nyingi mtu anayekupenda atakupongeza na atakusupport, lakini mtu ambaye ana mapenzi ya uongo mara nyingi atakuwa anaonyesha wivu. Utakuta umepata labda promotion fulani, yeye anaanza kuongea mambo yake tu, atasema labda kinafiki kwamba ongera, lakini baadaye unashangaa anaanza kuongea mambo yake, anapotezea kabisa ile swala lako. Anaona kama yani swala lako ni kama tishio kwake. Lakini jambo la 4, anakuhitaji kwa ajili ya huduma tu. Anakufurahia pale wewe unapoenda kwa mfano kumpikia, kumpa company, kumsaidia baadhi ya vitu, lakini vile vitu unapomaliza kufanya vile anakuwa haoni tena thamani yako. Yeye anakuhitaji tu wewe unapokuwa unamsaidia kumpa huduma, na mara nyingi anakufurahia pale unapomsaidia tu mahitaji yake. Lakini pale unapomwambia kwamba uko busy unafanya kitu fulani, unamuona anaanza kukasika, anaanza kuona kama msaliti, kwamba ni mtu ambaye humjali. Lakini mahusiano mazuri ni yale ambayo anakupa uhuru na wewe kufanya vitu vyako vingine. Ukiona yeye anajali tu pale unapoenda kumpa huduma, kumsaidia labda kumpikia, kumfulia, au kwa pamoja na yeye kumsaidia shughuli zake, lakini wewe unamwambia kwamba kuna kazi anafanya au kuna shughuli anafanya, anakasirika, anajisikia vibaya, hiyo inakuwa ni ishara sio nzuri, kwamba anakutumia tu wewe ili kufanikisha malengo yake. Sasa dalili ya 6 ni kukuepuka wakati wa shida. Unajua kuna msemo mmoja watu wanaupuuza kwamba rafiki wa kweli atakuwa na wewe katika shida, lakini hata kwenye mahusiano huu msemo unafanya kazi kwa 100%. Mtu yote ambaye anakukimbia kwenye shida, huyo hana upendo wa kweli. Na ukitaka kumpima mtu, ndio hapa hiyo sehemu ambayo mara nyingi mtu unaweza kumpima ukajua kama mtu anakupenda kweli au hakupendi kweli, kwa sababu kwenye shida ndio mtu atasimama na wewe. Mtu anayekukimbia kwenye shida, huyo hakuwa na upendo wa kweli. Sasa kuna vitu ambavyo unaweza kuviangalia na ukajua kwamba huyo mtu alikuwa anakupenda kweli au alikuwa tu ni shabiki wa maisha yako katika kuepuka wakati wa shida. Jambo la kwanza kabisa, anakuwa busy ghafla. Pale kwa mfano mmeelezea labda na tatizo fulani, anakuwa busy ghafla, anaanza kuelezea kwa ufupi, anapotea kwenye simu, anaanza kupata dharura za ghafla, labda anakuambia labda nimeitwa sehemu fulani, au anaanza kuelezea labda kuna changamoto fulani naye amepata ili tu akupotezee. Unaweza kukuta labda anakuambia kwamba kuna changamoto naye imempata, alafu anapotea ghafla ili tu ile shida yako iishe ndo arudi. Lakini kipindi ambacho ana changamoto anakuwa busy ghafla, anaweza kuelezea labda nipata issue fulani, labda kuna changamoto na imemshika ili tu apotezee ile changamoto yako. Lakini anatoa pole za kinafiki, anaweza kuambia pole baada ya kuja kuwa karibu na wewe kukufariji, au anaweza kuambia Mungu atasaidia tu. Lakini mara nyingi anakuwa na kuchenga, na anaweza kuambia labda nikipata nafasi nitakuja nikuone, lakini hiyo nafasi
kuja kuiona. Anasubiria tu pale ambapo shida imeisha ndo anakuja. Mara nyingi inakuwa ni ishara ambayo sio ya upendo wa ukweli, lakini anageuza shida kuwa yake. Kwa mfano, wewe labda umepata changamoto fulani, anaweza kukuelezea na yeye kwamba ana changamoto kubwa zaidi ili kujifanya yeye kwamba ni athirika zaidi, yani victim, ili uone kwamba yeye ndo ana tatizo zaidi, ili wewe usiendelee kumuomba hicho kitu au kumuelezea hilo tatizo lako. Anaweza kuambia mimi mwenyewe pia napitia changamoto kubwa, nimepitia labda shida fulani, ili wewe umhurumie. Badala ya kwanza yeye kukulumia wewe ndo unaanza kumhurumia yeye. Na hii inakuwa ni mbinu ya kucheza na akili yako ili upoteze kabisa kuwaza zile shida zako, uanze kumwazia yeye. Na mara nyingi anatumia hii ili kukuepuka wakati wa shida. Lakini pia anakulaumu kwa matatizo yako. Kwa mfano, unapata changamoto fulani, anaweza kuambia ni uzembe wako au haupo makini au wewe mbona ulipuuzia hilo jambo kulifanya. Lakini baada ya kusaidia wewe kutatua ile changamoto na kukusaidia vizuri, kwa sababu mtu anayekupenda kweli au anakuthamini atakuelekeza njia sahihi na kukusaidia wewe ufikie katika solution. Lakini yule mtu anaye kufokea na kukulaumu kwamba tatizo lako ndio umeamua limekusababishia wewe kupata hiyo changamoto, au wewe ndio umeamua kufanya hivyo ndio maana umepata shida fulani, mara nyingi anatumia kulaumu ili kuepuka ile nafasi yake ya kukusaidia wewe kufikia kwenye hatua fulani. Sasa unajua hizi dalili 6 zitakusaidia wewe kufungua macho na kujua kwamba huu upendo ni wa ukweli au wa uongo. Na mara nyingi unaweza usimjaji mtu kwa dalili moja, unaweza kuangalia dalili hata 3 au hata 4, zote ukiona zinaendana au zinajirudia. Na mara nyingi dalili kubwa zaidi, muangalie mtu wakati anapokutendea matendo, usiangalie zaidi maneno. Maneno mtu anaweza kuyatengeneza. Kuna clip moja niona mtandaoni, mtu anamwambia mwanamke kwamba mimi ndio nililia ile siku ambayo nilipozaliwa. Yaani unaona kwamba imagine mtu anatumia maneno ya kiwango hicho, kwamba anamwambia mimi nilikulilia ile siku ambapo nilizaliwa, yani kuonesha kwamba anampenda sana kiasi kwamba hadi alilia ile siku alipozaliwa. Unaona ni maneno mtu anaweza kutengeneza, anaweza kuambia labda wewe yani umeshuka, wewe ni mzuri kuliko watu wote, lakini sasa kwenye matendo sasa ndio hapo sasa anaanza kuepuka wakati wa shida, anaanza kukupenda kwa masharti, hajali maendeleo yako. Sasa ukiona katika matendo anakufanyia hayaendani na yale maneno yake, ni dalili kwamba ameshakufungulia macho wewe kujua kwamba yeye ni mtu gani, na mshukuru na uanze kuchukua hatua mapema, kuliko kuja kupata dalili hizo au kuja kufunguka macho baadaye unakuja unaumia. Na mara nyingi watu wengi wanapuuzaga hizi dalili, zina uhalisia. Ukiona mtu anakupuuzia, anakudharau, hajali maendeleo yako, anakukimbia wakati wa shida, usipuuzie, anza kuchukua hatua haraka. Wengi waga wanapumbazwa na ule upendo wa mwanzo, zile sifa. Sasa anakuja kuchelewa kufanya maamuzi na mwisho wa siku anakuja kuumia vibaya. Hebu niambie katika comment, ulishawahi kuexperience kitu gani au ulishawahi kusikia kitu gani kwa mtu ambaye alipitia maumivu wakati alipokuwa anaishi na mtu ambaye hakuwa na upendo wa kweli. Lakini pia hata kama kuna kitu nawe pia umejifunza kupitia somo hili, unaweza ka comment sehemu ya comment section ukashare uzoefu wako kuhusu mada hii. Lakini pia hata kama una swali unaweza ka comment na mimi nitafurahi kuona swali lako au maoni yako. Asante sana, usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa mtu yote ambaye unaona itaweza kumsaidia na kumfundisha ili avuke katika hatua moja kwenda nyingine. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Tukutane kwenye kipindi kinachofuata. Bye bye na uwe na siku njema.